niwaelezee kwa ufupi. Kila mara nikiongea hii story huwa inaniumizaga sana. Hawa tunakumbuka au kuadhimisha mauaji ya Gatumba. Mauaji hayo bado yanaendelea. Ninapozungumza nanyi nyote mnafahamu yose irabibona. Ariko wadutabara ntatwitayeho. Banyamurenge mureke tuhaguruke. Tufatanyirize hamwe twese dushaka ubutabera bw'abanyamurenge. Ntaho tuzaturwanira intambara, ntaho tuzatukiza no kota. Twebwe abanyamurenge ubwacu tuzirwanaho. Nta muntu dufitiye impuhwe z'izo twifitiye. Niyo mpamvu tugomba guhaguruka tugashyira hamwe tukubaka igihugu, tukubaka ubwoko, tugasana ibyasenywe n'umwanzi.
ubutabera. Dukeneye ubutabera ku bwicanyi bukorerwa Abanyamulenge. Kufikia leo ni jambo la kuhuzunisha ya kwamba ingawa tunakumbuka au kuadhimisha mauaji ya Gatumba, mauaji hayo bado yanaendelea. Ninapozungumza nanyi, nyote mnafahamu ya kwamba vita vimeanza tena. Mkutano uliofanyika jijini Washington, Amerika, mikutano ambayo imefanyika jijini Doha, Qatar, hayajafua dafu. Kwa hivyo kitu ambacho kimetuleta hapa ni kukumbuka waliofariki na waliojeruhiwa, lakini tukumbuke ya kwamba vita hivyo bado vinaendelea, na kuendelea huko ni kutokana na kwamba haki haijatekelezwa. Ni jambo la kuhuzunisha ya kwamba sisi wa Afrika tunagawanyika na tunabagwana kwa misingi ya kikabila na misingi ya lugha, na tunabagwana kwa misingi ya mipaka iliyochorwa na wazungu. Wengi wanajieleza kama Wakongamani, kama Warundi, kama Wanyarwanda, kama Wakenya, bila kukumbuka ya kwamba ni wazungu ndio walikutana jijini Berlin, Ujerumani, wakachora mistari, wakatugawa. Watusi wengine sasa wakawa raia wa Kongo, wengine wakawa raia wa Burundi, wengine wakawa raia wa Rwanda, wengine wa Masai, wengine wakawa wa Tanzania au Watanganyika hapo awali, wengine wakawa wa Kenya, wa Somali, wengine wakabaki Somalia, wengine wakawa wa Kenya, wengine wakawa wa Ethiopia, wengine wakajipata Djibouti, na bado tunabagwana. Tuna jumuiya ya Afrika Mashariki. Lengo la jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki ni kuhakikisha kwamba tuna amani na maendeleo ya kiuchumi. Hii leo tuko hapa tunaadhimisha mauaji ya Gatumba, lakini viongozi wa serikali hawako. Hata wenzetu wa kaunti ni wawili tu. Mambo kama haya tunastahili tuyakemee, tusiogope. Ingekuwa ni vizuri kama balozi wa Kongo yuko hapa. Ingekuwa ni vizuri kama balozi wa Burundi yuko hapa. Ingekuwa ni vizuri kama wawakilishi wa Umoja wa Afrika yuko hapa. Ingekuwa ni vizuri kama maafisa wa Umoja wa Kitaifa wako hapa, lakini hawako. Hawako kwa kuwa jambo hili ya mauaji imekuwa ni jambo la kawaida kwa mtazamo wao.
Jambo la wakimbizi imekuwa ni kawaida kwa mtazamo wao. Watutsi wakiteseka, na ikuanza mwaka 1966, ilianza zamani. Mwaka 1959 kulikuwa na mauaji. Tumekuwa na mauaji na kuangaishwa na kudhalalishwa kwa Watutsi nchini Kongo, nchini Burundi, chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Hii leo ningetarajia ya kwamba kuna tamko kutoka kwa mwenyekiti wa Umoja wa Kitaifa au katibu mkuu, kungekuwa na matamshi au tamko kutoka kwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika jijini Addis Ababa, lakini wamenyamaza. Ingekuwa ni vizuri ya kwamba wale ambao wanahusika wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria, lakini hawashughulikiwi. Ukitizama kwa makini, wamepandishwa vyeo katika nchi ambamo wanaishi, wanashabikiwa na wanatunukiwa tuzo. Ole wetu wa Afrika, ole wetu. Kwa hivyo tukikusanyika hapa hii leo, tuna uchungu wale ambao walihusika moja kwa moja. Tukikusanyika hapa, kuna uchungu kwa kuwa mmetoroshwa kutoka nyumbani kwenu. Nimeona video hapo, binadamu akimchoma binadamu mwenzake. Tusiseme ni jambo la kinyama, wanyama wafanyi hivyo. Ni kukosa utu. Watu hawana utu. Kuna viongozi wa kisiasa, wa kijeshi, tumeona kwenye video, wanaouliza wenzao wachimbe kaburi kisha wanawazika huko. Tumeona vijana wanadhalalishwa, wanavuliwa nguo na kufungwa, lakini viongozi wetu hawajali. Wanavaa masuti na kucheza dansi. Kile ambacho wanakifanya ni kuzungumzia, ukienda Kongo sasa, kile ambacho kinafanyika, wanazungumzia uchaguzi. Wanachaguana kuwa katika baraza la mawaziri. Inafanyika jana Kongo Kinshasa. Hawalizungumzii swala hili la Gatumba na mauaji yanayoendelea. Ole wetu wa Afrika. Tunazungumzia umoja wa Afrika Mashariki. Tunasema sote tuwe na uhuru wa kutembea katika nchi hizi zote. Mrundi achukue Kongo kama nyumbani kwake, na Rwanda vile vile, na Mwafrika wa Msudan Kusini, na Mkenya, na Mtanzania, na Mganda, na Msomali. Lakini bado ukija katika nchi hizi unaulizwa cheti cha kusafiri.
unaulizwa unataka nini? Bado askari polisi wa Kenya akikutana nanyi anaulizeni, nyinyi Wakongomani mnafanya nini hapa? Itakuwaje? Hiyo ndio ustaarabu wetu wa Afrika. Tukikosana tunashindwa kupata maridhiano. Lazima iwe ni kiongozi wa Kiarabu ndiye anatupatanisha Doha, kiongozi wa Kiarabu. Nchi kidogo tu, nchi ndogo ya Qatar anakuwa mkunga wa upatanishi. Hatuna haya sisi wa Afrika, hatuna haya. Viongozi wetu wanachukua ndege Ulaya kwa kilomita zisizopungua 10,000, wanasafiri kwenda jijini Washington, Amerika, kisha wanasimamishwa kama watoto kusalimiana ili tuwe na maridhiano. Ole wetu wa Afrika. Vyombo vyetu vya habari wako radhi kutangaza mauaji ya Gaza, wako radhi kutangaza vita vya Ukraine, lakini hawakumbuki Gatumba. Hawakumbuki Gatumba. Ole wetu wa Afrika. Hii leo kukusanyika hapa kwa wenzetu ambao ni nyinyi ni wa Kongo, nyinyi ni wa Burundi, nyinyi ni wa Rwanda, nyinyi ni wa Afrika. Mbona bado tumejifunga katika jela ya mipaka ya mzungu? Mzungu anapokaa anatucheka tu, anasema hawa watu wa aina gani? Jambo la kukera na kwamba haya mauaji yanafanyika hata katika makanisani, katika mimbari kama hii wanachoma, na wakisha choma hawashughulikiwi. Wakati ni sasa. Wenzetu Wakongomani, wenzetu Watutsi, wenzetu wa Afrika, isiwe tunakutana tu. Maafisa wenu fanyeni jopo. Kuna wanasheria tosha. Hata kama tutashindwa, tuanze. Watu ambao tunawafahamu washughulikiwe kwa minajili ya sheria, wasakwe. Kama wako Kongo wasakwe, kama wako Ulaya wasakwe, ili iwe funzo kwa wengine ya kwamba huwezi kuua bila kuwajibika. Kwa waliofariki, jukumu letu ni kuwakumbuka na kuwaenzi jinsi tunavyowakumbuka na kuwaenzi. Na mambo kama haya yanastahili kufundishwa katika kila shule, iwe katika mitaala, ili vizazi vya sasa, vizazi vya kesho vikumbushwe ya kwamba kulikuwa na mauaji kama haya. Kuna mwanadada ambaye ameandika kitabu ya kueleza jinsi alivyonusurika, na kuna wengi hapa ambao walinusurika. Watakuja hapa mbele kuwasimulieni ili mfahamu ya kwamba tunateseka. Mwaka wa 2020 viongozi wa serikali na mataifa wa Afrika walikutana jijini Addis Ababa
wakatangaza ya kwamba mtutu wa bunduki ukwishe. Baada ya hapo mtutu wa bunduki unaendelea. Lakini ukiwaona viongozi wa Kiafrika wako katika hafla za kidiplomasia, wanakunywa mvinyo tu, hawatoi matamshi, hawakerwi na mambo kama haya. Sasa wametangaza ya kwamba mtutu wa bunduki utakwisha mwaka 2030, lakini hawafanyi chochote. Kuna vikundi visivyopungua 120 mashariki mwa Kongo ambao wana bunduki, ambao wanaangaisha wakimbizi. Na si Kongo tu, katika pembe zote za Afrika kuna matatizo mengi tu, lakini viongozi hawasemi haya, wamefyata ndimi zao. Sasa unauliza, ni viongozi wa kutupeleka wapi hawa? Ndugu wazalendo wa Kongamani, Mungu awafariji. Muwe na huruma kwa wale ambao ni Wakristo. Bwana Yesu amesema tuwasamehe, lakini tusisahau. Wale ambao ni Waislamu, Nabii Muhammad anasema na tuwasamehe. Na katika dini zetu za Kiafrika pia tuwasamehe, lakini waadhibiwe kwa mujibu wa sheria, ili wawe ni funzo kwa wengine ambao wana fikra za kishenzi kama wao. Napendekeza hivi, yale yote ambayo tumeyazungumza hapa yawekwe vizuri tu, ili yawasilishwe kwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na katibu mkuu, yafikishwe kwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, yafikishwe kwa katibu mkuu wa Umoja wa Kitaifa, na kama inawezekana yawasilishwe kwa mwendesha mashtaka wa mahakama ya jinai ya kimataifa, ili uchunguzi na upelelezi uanze kwa minajili ya kuwanasa hawa nduli hawa. Hilo ndilo jukumu ambalo tulilo nalo, la usivyo wengine wetu tutajitolea kadri ya uwezo wetu ili tuchangie. Tuna hakika ya kwamba vitu kama hivi vinahitaji fedha, na kadri ya uwezo wetu tutawauliza na wengine ambao wana uwezo wa kifedha kutushinda sisi pia wachangie. Ndugu, sitasema mengi. Nikimalizia tena nawaulizeni Maulana awafariji kwa muhtasari kwamba wale ambao ni weledi wa lugha ya Kiingereza, nitasema kwa muhtasari. Today we are gathered here to commemorate the 2004 13th of August massacre that took place in Gatuma. The history has been narrated to us. Let it not be assumed that that was the first massacre against the Banyamulenge or against the Tutsi peoples. In 1959, we know what happened.
And we know the genesis of our problems. We know that the boundaries for which we kill and maim were arbitrarily drawn in the year 1884 and 1885 in Berlin, Germany, by the colonizers, the effect of which was to divide kith and kin, with the consequence that today, when our countries regained independence on the basis of those boundaries, the Banyamulenge are now characterized as Congolese, while some of their kith and kin are to be found in Rwanda and Burundi. And some of our latter-day African leaders, or may I say misleaders, dare to say that the Banyamulenge are not Congolese because of imposed boundaries. We are here to remind them that we are Africans wherever we are. And that we owe each other a duty of care. When we talk about Ubuntu, we mean that you are because I am. I may have been born in the physical location of Congo or Rwanda or Burundi, but if I choose to live in Nairobi, I should be respected. We live in a region where we have the East African community, now comprising 8 countries. Our declared agenda is to make East Africa one country, and ultimately the continent of Africa one country. We cannot be saying that and then we discriminate against each other. Nieleze kwa ufupi, kila mara nikiongea hii story huwa inaniumiza sana. Tugenda muzira tukiwa na huzuni, na sijui huzuni itawaisha wakati gani, kwa sababu kila wakati watu wetu wanauawa na hatujui mwisho wake ni lini. Nakumbuka ilikuwa siku ya 3, tulikuwa tuko pale Bogobogo. Tulitoka hapo tukiwa watu wengi sana, tukiteremka tukienda Baraka. Nakumbuka niliona tu watu wengi wakiwa na ng'ombe, tulikuwa wasichana wengi, tulikuwa watoto wengi. 1996 tulikuwa pamoja na wazazi wangu wote, tukatoka Bogobogo ikiwa saa 3 za asubuhi. Sasa kwa njia mimi nilikuwa naona tu watu wakiwa na mipanga, wakiwa na miti, wakiwa na visu na vingine silaha zenye sikuwa nakumbuka. Tulifika kwa njia, wakaanza kuua watu. Walianza kwanza kuua wale washosho wenye walikuwa hawezi kutembea. Nakumbuka wenye waliua baba yangu, yeyote niliona na macho nikiwa mdogo. Walimdunga kisu, alianguka tu kwa barabara na akakufa. Tukakimbia, tukafika sehemu inaitwa Baraka. Tukienda kutafuta usalama, tukajificha kwa kanisa. Yenye inaitwa Mwemezi. Hapo tukaingia kwa kanisa, tukapata watu wengine ni Wabembe walikuwa huko ndani. Na sisi tulikuwa wengi, lakini maiti nyingi sana tuliacha kwa barabara. Wakiwa wamama, watoto, wanaume.
Tukaingia kwa hiyo kanisa hatujui, tukaanza tu kuomba tukingojea na sisi saa ngapi itafika. Baada ya hapo nakumbuka ilikuwa siku ingine Sunday, ilikuwa masaa ya saa 9. Tuliona tu watu wanakuja wanaanza kutoa wabembe kwa hiyo church. Tulikuwa tu tukiomba hapo na hatukujua kenye kilikuwa kinaendelea. Wakatoa wabembe wote kwa hiyo kanisa. Wakaanza kuchukua wamama wakawaweka saidi yao, wazee saidi yao, watoto saidi yao. Hapo niliona tu wakichukua watoto wadogo. Kwanza niliona mama yangu akiwa na mtoto alikuwa miezi 6. Nisamehe, ni kweli mimi sipendi hata kuongea historia na kaona walichukua mtoto wetu wakamrudisha juu, kulikuwa na miti, akaanguka chini akapasuka kichwa. Wakachukua mama wajawazito walikuwa wanawadunga miti sehemu zao za siri. Hao mama unaona wanatetemeka, wanakufa. Wakaanza kuchukua watoto wasichana wadogo, nao walikuwa wanafanyiwa tu hivyo. Baada ya hapo nijipata tu nimelala kwa maiti zenye zilikuwa tu kando yangu. Nikaangalia nikakosa jibu, nikajiuliza wamefanya nini hao wenye walikuwa wanauawa? Sikuwapata jibu mpaka leo. Baada ya hapo tukachukuliwa, wakawasha kanisa moto. Tukatoka kwa hiyo kanisa, sijui venye mimi nilitoka nikiwa na wadogo zangu 3, vibrada zangu 2 na mimi. Tukafika Tanganyika, wakaturusha kwa boti. Tukachukuliwa hapo mpaka Tanzania. Tulifika mahali hii mto ya Mtambara inamwaga maji Tanganyika. Walichukua vijana wadogo miaka 5 kupanda. Walikuwa wanakuja wanakuongelesha kibembe, kama utajibu wanachukua mtoto akiwa uhai anatupwa kwa maji. Niliona brother yangu mdogo akitupwa. Walitupa watoto kwa maji wakiwa uhai. Tukafika Tanzania asubuhi. Baada ya kufika Tanzania, walikuwa wanatuuliza majina yetu. Mwenye hakuwa na mzazi, wabembe walikuwa wamezunguka wanasema, huyu mimi nitachukua, nitaenda kulea. Mimi nilijipata tu nimechukuliwa na mama mwingine mwenye aliona venye waliua mama yangu. Akaona venye brother zangu walikufa hapo, wengine walifia ile moto wenye iliwachoma. Akaniambia hata nitakulea, lakini usiseme wewe ni Mnyamulenge. Kufika Tanzania wakatuambia wasichana wote walikuwa hapo, wale wakubwa walikuwa wanaambiwa wasisubutu kusema kama wao ni Wanyamulenge, kwa sababu Wanyamulenge ndio wenye wameua wengine wenye tuliacha kwa barabara. Hiyo wakati walipanda mbegu mbaya kwa roho zetu. Tukajua tu Wanyamulenge ndio wenye walikuwa wameua wazazi wetu, wameua wale watu wote tuliacha kwa barabara. Tukafika kwa kambi, hakuna mtoto Mnyamulenge alikuwa anasoma. Tulitamani kusoma lakini hatukusoma. Wengi wetu tuliletewa tukiwa wadogo. Unajipata tu hakuna unaambiwa wewe ndio utakuwa mfanyakazi wa nyumba. Wewe ndio unaenda unachukua chakula unawaletea, unawapikia. Hakuna haki yoyote ile ya kuongea. Wale wasichana wetu wengine walienda, wenye walifika tu hivi nyumba zenye walikuwa wameingia walichoma hizo mahema moto. Hiyo mabashi tulikuwa tumejengewa nyumba tulikuwa tujajengewa hizo nyumba za matope. Wasichana walikuwa wanawekwa kwa hizo nyumba,
kwa sababu mimi wakati nilikuwa na mama mwenye alikuwa ananilea, lakini wale wasichana wote waliwekwa kule. Kuna wenye walikufa, familia ya watu 6. Huyo mzee alikufa pamoja na watoto wake wakiwa wamechomwa. Hakuna hata jivu lenye tulijua ni watu gani wenye walikufa. Tulibadilishwa majina, hakuna kusema ile majina yenye tulikuwa tunaitwa. Majina watu wengi, watoto wote walikuwa wamepewa majina tofauti. Hapo tuliishi maisha ya kuteswa, maisha ya kuteseka, tulikuwa chokora. Hakuna mbebe mwenye alikuwa anathubutu kuishi na mtoto wa Mnyamrenge. Tulikuwa tunazunguka, unafika jioni, mahali usiku imekupata ndio kwenye utalala. Ifika asubuhi, unaanza tena safari mpya kutafuta maisha. Tuligeuka kuwa chokora kwa muda mrefu Tanzania, wakituambia kama mkijaribu kusema nyinyi ni Wanyamrenge, hakuna siku kwa hii kambi mtawaipata hata matibabu. Hata ugonjeke, ulikuwa unagonjeka kwa nyumba juu hatukuwa tunapewa hata hizo kadi za kwenda kwa hospitali. Wasichana wengi wale wakubwa walikuwa wanateswa, walikuwa wanachapwa. Wengi wao walifanywa walikuwa wanasema kama tusitoroke turudi kwetu. Wanachanjwa, wanatoa damu, kuna venye walikuwa wanatupaka dawa. Wanasema hata wakati mtarudi kwenu lazima hamtajua hata njia ya kurudi kwenu. Lakini Mungu alitusaidia. Mimi nilipata njia ya kutoroka, nikatoroka. Niliishi maisha ya kuteseka. Mwenyewe alinichukua akasema atanilea. Nilijua alikuwa analea watoto mayatima. Sikutarajia venye nilikuwa natarajia kama nitalelewa na huyo mzee anisomeshe. Alinigeuka, nilijipata tu amenizalisha. Baada ya hapo niliishi mateso ya maisha ya shida sana. Ukipata Mnyamrenge hata tunaambiwa tuende tuchome makaa tukiwa wadogo. Tunaenda tunakata miti, unafunika tanuru la makaa, unachoma makaa kwa pori mpaka venye magunia za makaa zinatoka, ndo tunabeba tunapeleka. Sasa hao ndo wanachukua makaa wanaanza kupikia. Tulikuwa tunajaribu kutoroka, tuangalie wewe tutatoroka, lakini hatukuwa tunapata njia. Tukaendelea kuishi maisha ya kuteseka. Wengi wetu wale wakubwa waliteseka sana. Hata kuna mmoja alirudi Kongo, ulikuwa ukimwambia funua nguo yake huku kwa mgongo usubutu hata kuangalia. Tulikuwa tunapewa kichapo kama cha umbwa. Hakuna siku hata moja tuliwahi kutoka hata tuambie mtu. Tulikuwa tunaogopana sisi kwa sisi. Ukimpata huyu unaona kabisa ni Mnyamrenge, unamuuliza anatoroka. Juu ya ile mateso yenye anajua nikisema jina langu hapa hakuna mahali lazima watanichukua tena wanipige. Tuliishi maisha ya kuteseka Tanzania mpaka benye mimi nilitoroka nikakuja hapa Kenya. Nilienda Baraka kwanza. Juu kambi ya Tanzania ilikuwa imefungwa. Kufika sasa Baraka ndo nikatoroka nikakuja hapa Kenya nikiwa na hao watoto. Nilikuwa naomba wenye mko hapa mnatusikia, wale watoto wenye wako Tanzania ni wengi sana. Ni wengi na mateso yenye tulipitia. Mimi nasema hata nikuwe na mjukuu nitakuwa namuelezea. Huwa tunatembea nazo kwa roho tukiumia. Nilikuwa naomba wenye wako hapa watutafutie wale watoto. Na wamebadilishwa majina, lakini wanajua wametoka Kongo juu wengi wao walikuwa na miaka 15 kupanda juu. Walikuwa wakubwa na wanajua kwetu na wanajua njia mpaka ya kurudi kwetu. Wangeendelea kuwatafuta ni venye wanajua Kongo hakuna amani, wanajua wazazi wao walikufa, venye walitudanganya na walipata mbegu mbaya kwa hizo roho zao. Wangefanya bidii wawatafute juu mali wako maisha ya shida sana. Sawa, asante. Asante sana. Naweza mkaketi.